Tumekuja kugundua kwamba katika matatizo mengi yanayotokea katika ndoa za kisasa na wanaume, miongoni mwa wanaume ni sababu. Kiukweli, kama hamkusimamia haki za wake zenu, mtajikuta mmevuruga ndoa zenu, mtajikuta ndoa zimekuwa na vurugu sana kaka zetu. Kama mwanaume anaenda kula marestora, anaacha mke wake hapo, amemnunulia maharage, anamfanya mnyonge, amemnunulia dagaa, yeye anaenda kula kuku huko alipo, anakula gisa anavyojisikia, anakuja nyumbani yeye ameshiba. Mke amejitahidi kupikia chakula kizuri, amefanya chapati zake, amefanya mchuzi mzuri. Angalau mwambie mke wangu, mashallah, chakula chako kitamu, ili kesho apate tena nguvu za kuweza kupika kingine kizuri. Ila mwanaume hata kumwambia mke wako, asante mke wangu, aidha chakula ni kitamu, unamkata nguvu sana. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah haka hamdan. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, aliyefikisha risala ya haki, akatutoa kwenye giza, akatuonesha mwangaza. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, leo katika kipindi chetu Mwangaza, nataka kuzungumzia safari za wanawake. Acha nianze na jambo la kusema kwamba si vibaya mwanamke kufanya kazi na kumsaidia mume wake. Si vibaya kabisa, jambo lizuri lenye kupendeza, maana hata kwenye maisha mkisaidizana panakuwa urafiki fulani na upendo fulani baina yenu. Kwanza kwetu hata Bi Khadija alikuwa ni mfanyakazi mzuri sana, ni mwanamke shujaa ambaye alifanya kazi kwa bidii. Mwenyezi Mungu akamfadhilisha na akamfadhilisha mume wake kwa heshima na adabu, na wala hakuwahi kumsimanga wala hakuwahi kumwambia neno libaya, sababu alikuwa na kipato. Maana alijua kwamba mume ni kiongozi, hata kama nimempa cha kwangu lazima nimpe heshima, sababu ni mume wangu, ndiye daraja ya pepo yangu. La kusikitisha kwa wakati wa leo, kina mama rafiki zangu wengi sana wamesafiri. Kwanza kuna wenye walisafiri hawana ruhusa ya mume wake. Mume amekataa, bwana wewe usiendi, yeye ameenda kwa nguvu. Na kuna wengine wamesafiri kweli, waume zao wamewaridhia. Lakini dada yangu, nakuuliza swali. Ikiwa huko ambapo ulisafiri umeenda kufanya kazi, umefanya miaka 2, mume anakuambia ongeza ingine 2, contract isha anakuambia ongeza ingine 2, hivi kweli miaka 6 4 huko nje ya nchi, mbali na mume wako, unajihisi ndoa unajihisi ndoa yako ina kheri gani? Hivi kweli unaona kama kheri ni nyingi kuliko madhara, au madhara ndiye makubwa kuliko hizi kheri? Madhara ni makubwa kuliko faida rafiki yangu, huo ndio ukweli. Aidha ufanye utafute pesa uipoteze ndoa yako, aidha umfanye mume wako aanze kufanya maasi makubwa ambayo hamridhishi Mwenyezi Mungu, au wewe mwenyewe binafsi uanze kufanya maasi makubwa. Sisi ni binadamu, alafu tena wanandoa, na tumeumbwa na hisia. Muda wa miaka 4 6 uko mbali na mume wako ni kitu ambacho hakipendezi kabisa, na hii ndoa unaitia doa. Ndoa yako unaitia doa, dada yangu wa Kiislamu. Hata mimi binafsi napenda kazi, napenda kutumika sana ili nisaidizane na mume wangu. Kama gisi na wewe umependa kutumika, jambo lizuri sana, lakini kuwa na mipaka katika kazi yako. Angalia na haki za mume ziko wapi, sababu mwanaume ni rijali, kaumbika ni rijali, katoa mahari kakuoa. Unampa nafasi miaka 4 hayuko pamoja na wewe. Wewe unajifikiri madhara yatakuwa vipi? Asikudanganyi huu kaka kwamba yeye ni mwenye subira miaka 6 4. Wengi miongoni mwao watakuwa wanasema uongo, kwa sababu ukweli wa mambo kwa ile mwanaume rijali kukaa miaka 4 bila ya mke ni mtihani, tena mtihani mkubwa. Na ndiye maana wengine wanasikia wamezao wamebebesha mimba, wamezao wamezini, sababu na walaumu nini hali ya kwa mwendo umewapa nafasi kubwa sana.
Sasa rafiki yangu, wewe unafanya miaka miwili, alafu na huyo mume anakuambia afanya ingine miwili. La kufuatia ni kwamba pesa zote wanawake wanalia wanawatumia waume zao. Mwanamume sasa anaenda na honga mahawara, ndio wanafaidika, hali ya kuwa wewe unachoka. Kwanza unachoka, umekosa ndoa yako iko mashakani. Pili unachoka, ile pesa ambayo unatumikia yote mume anawapa mahawara. Wanaume tumokope Allah subhanahu wa ta'ala, tumokopeni Mwenyezi Mungu. Kama mke amejitahidi kwenda kutafuta kwa ajili yako au kwa ajili ya familia, aheshimike angalau, sababu kule ni mchoko. Mnajua kazi ambazo wanazifanya za mchoko mkubwa sana. Tena haisi kwamba imethibiti kwamba wanawake tutafute tuletee waume, hapana. Hayo ni mapenzi, tuna huruma. Mtu ambaye anapaswa kutafuta kamletea mke ni mwanaume. Lakini kaka zetu kweli mnawafanya wanyonge. Tumepata mashtaka mengi sana. Wanawake wanalia, nashangaa kuona mume wangu kontra inaisha na niongeza ingine miaka miwili. Yaani mimi nitumike nampa pesa. Nikimpa pesa anaharibu. Kaka zangu, tumokope Allah. Kwa tana huruma huyu mwanamke wako ambaye ameenda kufanya kazi nzito. Na wewe pia mwanamke mwenyewe, kuna wakati mwingine hata mume wako anakutamani urudi, wewe mwenyewe hautaki, unaambia ngoja niongeze, niko natafuta maisha. Kama hauwezi basi nipe talaka yangu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani sasa inaonekana kwamba hizi pesa zimekuwa ni mtihani. Na ndiyo maana nilisema safari ya mbali madhara ni makubwa kuliko faida. Ukishamwambia mume wako hivyo, unakuwa unatumika, hauna radhi za mume, na ukikosa radhi za mume umekosa radhi za Mwenyezi Mungu. Dada yangu, inakuwa vipi sasa hapo? Wewe unatumika alafu hautaki kurudi, na unakuwa na kibri sababu umepata pesa. Unaanza kumjibu mume wako maneno ya unyonge, kumuonesha kama hafai, akatafuta hizo dagaa, wewe unatafuta nyama. Dada yangu, wengi walitafuta zaidi yako, hawakufanikisha chochote, isipokuwa mafanikio makubwa ni kule kwenda kaburini na kuzikwa. Yote tutayaacha, mali, watoto, waume, wake, kila kitu kitabaki. Kitakacho kusaidia wewe ni amali zako njema. Jua ulienda safari, unaenda kufanya nini na utafanya nini ili uweze kumsaidiza mume wako. Itakuwa ni uchungu mkubwa kumfanya mwanaume mnyonge. Unamfanya mwanaume mnyonge sana kwa sababu eti una pesa, ushakuwa na kibri na unajiongezea siku. Na wengi wanaume wanashitaki kwamba wanawake kabisa wamewaacha. Umeshafika huko, tuseme umeenda huko Saudia wala wapi, unakuwa na chati na wanaume ambao si maharimu wako. Ukipata ule ambao unampenda, unaona ule wako ambaye alikutafutia hata tiketi ya kwenda huko hafai tena, unamchukua ule mwingine. Hiyo ni furaha unajipa kwa muda, dada yangu. Huo ndio ukweli. Na ninajua wengi wakisikia haya watu furahi, lakini ukweli lazima tuufikishe. Huwa sisi hatuhofu ile kwamba eti tutaambiwa vibaya, tutatukanwa. Hiyo ni ada yetu, tumeshazoea tu, lakini haki lazima itafikishwa. Huyo mume anafanyiwa unyonge. Wewe unakuwa na mwanaume mwingine wa nje ambaye si maharimu wako. Unafurahi naye katika simu, unafanya unachokitaka, hadi unachukua pesa unamtumia huyu ambaye ni hawara. Mume wako wa ndoa na watoto wanakufa na njaa. Dada wa Kiislamu, kweli ndio sababu ya mwanamke kukaa mbali na ndoa yake. Maana utakapokuwa karibu na mume wako, ile ni stara, anakuwa amekustiri, ni shuka amekufunika, unaheshimika. Lakini ukishakuwa mbali, lazima uwe uhuru. Kila mwanaume atataka chati na wewe, kila mtu akwambie hivi na vile. Lakini mtu akijua kwamba wewe ni mke wa mtu na una heshima yako, kidogo panakuwa hofu fulani. Kwa hiyo dada zangu, na wahusia ambapo mlipopote, kama kuna ule ambaye anapenda kunusuru ndoa yake, arudi nyumbani, aje aishi na mume wake. Kwa kile kidogo alichopata, Mwenyezi Mungu atakiletea baraka. Kwa sababu gani? Anakuwa ameacha kwa ajili ya kuinusuru ndoa yake, kwa ajili ya kumnusuru mume wake. Usimfanye mume wako kama mzinifu ambaye anahesabilika katika ulimwengu. Usimfanye mume wako akawa na tabia ambazo hazifai, kwa sababu hisia zitamshinda kufanya subra. Ni mwanaume. Kwa hiyo dada, nakuhusia, rudi haraka sana kwenye ndoa yako. Pesa hazina mwisho, rafiki yangu. Kile kidogo anza nacho, Mungu ataleta baraka. Lakini kama unajihisi kwamba ndoa yako unajihisi kwamba ndoa yako haifai, pesa ndo zinafaa, haya mashallah khairi, tafuta hiyo pesa yako. Lakini najua kwamba mwisho utakuwa si mzuri, na ndiyo maana nakuhusia, na mimi nikihusia nafsi yangu, tuwe na heshima kwa waume, angalau tukiwa na vipato ama hatuna. Na nyinyi kaka zangu,
Nyinyi kaka zangu mtaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mnachukua mke, mnamtuma miaka 4 na unamuongeza eti na kuongeza misita. Mpaka juzi kuna mwanamke anatuambia, mwalimu Aisha, mimi sielewi mume wangu, nimeenda ilikuwa contract ya miaka 2 kaniongeza 2. Kila nikitumika natuma pesa. Kila nikitumika natuma pesa. Hivi tena kaniongeza 2 iwe 6. Jamani, ewe mume, huyu mwanamke unamkumbuka kama mzazi mwenzako, kama mke wako, au unajitakia tu pesa kutumia? Wengine mnafanya wake zenu ndio wanakuwa slave, wanakuwa esclave, yani ndio waende kuwatumikieni. Kumbukeni hiyo majukumu mmepewa nyie, hawakupewa wanawake. Kwa hiyo tuwe na huruma. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, waja'alna bainakum mawaddatan wa rahma. Amejalia huruma na mapenzi baina yetu. Ule huruma ambao Mwenyezi Mungu atujalia uko wapi? Ikiwa hautakuwa na uchungu wa mke wako ambaye anatumika kule kazi usiku na mchana, yuko kwenye kazi tu, alafu anatamani kurudi, wewe unamwambia mke wangu fanya gisi uongeze, utume pesa, tujenge, utume pesa hivi. Kwa nini wewe mwanaume haukwenda kuzitafuta hizo pesa? Wanawake ni viumbe dhaifu. Mnavyowatesa kwa miaka mingi, huwa wanapata udhaifu kwenye mwili yao. Wanapata udhaifu mkubwa. Leo nimeongelea ngambo zote kwa kaka zangu na dada zangu. Kwa ule ambaye atasikia anaona kama ni khairi kwake, atafuata kiukweli. Maana maisha yanapotupeleka yanakuwa tena si pazuri. Vitu vimekuwa vingi, maasi yamekuwa mengi, watu tena wake waheshimu waume na wenyewe wanamwasi Mwenyezi Mungu siku na mchana, hali kadhalika. Tumuokopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukumbuke kwamba sote hapa duniani tuko kwa muda safari, na tusubiri ya umauti na kwenda kusimama mbele za haki na kuulizwa. Wewe mama, wewe ambao umefanya miaka 4 6 hauko pamoja na mume wako, kisa unatafuta pesa, kumbuka umauti unaweza kukuta ambapo ulipo. Huenda mume wako ana uchungu na mke wake, ukajikuta umekufa, hauna radhi za mume wako. Tutafute kweli, lakini tutafute tukiwa na waume zetu. Tutafute kweli, lakini tutafute hali ya kuwa tumeridhiwa na waume zetu. Wako hapa, unaenda unatafuta, unaleta, mashaallah khairi. Lakini toka tu tumeambiliwa kama tuna ruhusa ya kutafuta, tumevuka mipaka kina dada. Wallahi tumevuka mipaka. Angalia tena madhara nyingine. Wewe unaenda unakaa miaka 2 4, umeacha watoto. Unafikiri kwamba watoto wako watapata malezi bora kama gisi ungekuwa uko peke yako hapa? Haiwezekani. Kuna wakati mwingine watapata malezi ambayo hayafai, na ukiwa na watoto wa binti ambao wanahitaji malezi ya mama, kuwapa mafunzo mazuri, watafeli watoto. Wataenda kinyume sana. Lakini ungekuwa hapa kama mzazi, ungefanya watoto wako wanakuwa na maadili mazuri, sababu wewe ni mama na mama ni chuo, ni darsa, ungewafunza vizuri. Sasa kwa hiyo dada zanguni, na waombeni, rudieni, mnusuru ndoa zenu. Maana ndoa ni daraja, ndoa ni pepo, ndoa ni zawadi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuambia kwamba mtu ambaye ana ndoa ni kama ana nusu ya dini. Nusu ya dini, yani ni kama vile umepata 50%. Yangine ni kufanya hisani, kufanya khairi kwa mume wako, kufanya ibada ili kuitafuta pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwenda huko kwa kweli kufanya mambo kama hayo kwa muda mrefu haipendezi. Haipendezi dada zangu wa Kiislamu. Pia na kaka zangu ambazo mnakuwa mnasubiri pesa wake zenu, hizi muhonge wa wahawara, mjue kwamba ni laana mnajitafutia. Ile ni jasho ya mwanamke ambaye hakuruhusiwa hata kutafuta. Ni nyinyi ndio mnaruhusiwa kutafuta, yeye alifanya kwa kusaidia. Hicho unachokipata ukampa mwanamke wa nje ya ndoa, wallahi ujue kama tadini tudani. Kuna siku unachokitendea mwenzako kitakurudilia. Kuna siku utajutia ile jasho ya mwanamke ambaye anateseka, anafanya kazi nzito kwa ajili ya kutafutia familia yake, alafu wewe kaka unachukua unaenda kuonga mahawara, unafanya gisi unavyojisikia. Maana kukaa miaka 6 kaka hauwezi. Tusidanganyani, wewe ni rijali, hauwezi. Labda wewe unaumwa, lakini wewe kama ni mzima huwezi. Kwa hiyo usikao unamdanganya mke wako, mimi nakufanyia subra miaka 4, mimi nakufanyia subra miaka 6. Haliwezekani hilo. Kwa hiyo kaka zanguni, tumuokope Allah, tumuwapende wake zenu, muwahurumie wake zenu, nusuru ndoa zenu ambazo mwisho zitafika kuharibika. Kwa sababu unapomtuma mwanamke mbali, unampa chance ya mambo mengi anaweza kumvaa. Mwanaume akishajua kama yuko kule, na anapima bahati yake kwenye simu, sababu anajua yuko huru na hana mume. Na atakapomzungumzia maneno yenye ambao wewe mume hukuwahi kumzungumzia,
kesho utalia, utajutia. Kwa sababu gani? Umemtia mke wako mbali kwa muda mrefu sana. Aidha ni mabinti ambao mko huko, mmeenda kufanya kazi kwa ajili ya kutafuta maisha. Haijawa mbaya kabisa, ni vizuri mashallah kufanya kazi mtafute maisha, lakini pia vile mtafute maisha kwa mkimokopa Allah subhanahu wa ta'ala. Inasikitisha kuona Biki Kongo amekuja hapa kushtakia kwamba binti wake hauwezi hata ukamtumia pesa ya kula, pesa yote unaimalizia kwa mahawara. Wafadhali mtumie mchumba wako. Wachumba huku Burundi wanawapigieni masimu, wanawapanga, wanawadanganya, wakisha waita malkia sijui hivi na hivi, haja kutolea barua, haja kutolea mahari, haja kuoa, wewe unaridhika, unachukua $100 unampa $200 unampa. Ukiangalia huku wazazi usiku wakupata hata riziki ya kula. Sasa dada yangu, umeenda kufanya hiyo kazi ili umsaidie nani zaidi ya wazazi wako wawili? Za wazazi wako wawili ni pepo yako wewe. Ikiwa wewe si muolewaji, wazazi wako ni pepo yako. Unawafanya wanyonge, wanalia, hawana riziki. Pesa yote unapelekea mwanaume ambaye haujui hata kama kesho atakuoa. Huyo ni ujinga. Tumia hapa dada yangu, tumia akili. Huyo ni ujinga ulie dhahiri, kwa sababu unatumia hisia, hautumia akili. Unatumia hisia, hautumia. Kwa hiyo tumia akili kabla ya hisia. Mtu ambaye unastahili kumsaidia ni mume wako wa ndoa, sio hawara yako. Ni hayo tu machache kwa siku ya leo, na watakieni kila la kheri katika kipindi chetu Mwangaza. Next time, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.